lakini ndani yake mtoto alikuwa anaishi kama mfungwa. Amina alipoteza mama yake mapema. Alipopata mama wa kambo, alidhani Mungu amemjibu maombi yake. Lakini tabasamu liligeuka ukatili. Kazi ngumu, njaa, vitisho, kimya. Siku moja alianguka kwa uchovu. Hakupiga kelele, lakini moyo wake ulilia sana. Kama unaamini kila mtoto anastahili kulindwa, like, subscribe na share. Andika Mwanga kwenye comments. Karibu kwenye simulizi hii ya kipekee iliyojaa maumivu, matumaini na ukweli usiofichika. Fungua moyo wako, tulia na anza kutazama hadithi. Kulikuwa na asubuhi ambazo jua lilipochomoza lilionekana kama baraka. Nyumba ile kubwa ya kifahari ilikuwa ikisimama kwa fahari, kuta zake nyeupe zikimetameta na bustani ya maua ikitunzwa kwa uangalifu. Ndani ya nyumba hiyo aliishi Amina, binti mdogo mwenye macho makubwa yaliyojaa ndoto. Amina alipoteza mama akiwa mdogo, na kumbukumbu zake zilibaki tu kwenye picha chache na harufu ya nguo zilizohifadhiwa chumbani. Lakini pamoja na maumivu, moyo wake haukuwa umejaa chuki, bali matumaini. Baba yake, Bwana Salim, alikuwa mtu mpole, mchapakazi na mwenye moyo wa upendo. Alimpenda binti yake kuliko chochote, lakini upweke ulimlemea. Nyumba ilikuwa kubwa, lakini kimya kilikuwa kikubwa zaidi. Siku moja alileta Rehema. Alijiingiza kwenye maisha yao kama upepo wa faraja, mrembo mwenye sauti laini na tabasamu lililoonekana kutuliza maumivu ya zamani. Alimshika Amina mkono kwa upole siku ya kwanza akisema, "Kuanzia leo wewe ni mtoto wangu pia." Amina alihisi moyo wake ukipiga kwa furaha, macho yake yakimetameta. Mara ya kwanza baada ya muda mrefu, alihisi familia yake imekamilika tena. Siku za mwanzo zilikuwa za ajabu, za furaha ya kweli. Walikula pamoja mezani, walicheka wakikosea chumvi au sukari kwenye mapishi madogo, na nyumba ilijaa kicheko badala ya kimya. Amina alianza kumuita Rehema mama, na tabasamu la Rehema lilijaa moyo wake. Usiku, Rehema alimsomea hadithi fupi kabla ya kulala, na Amina alilala akiwa na tabasamu, akijiambia, labda Mungu amenirudishia mama mwingine. Lakini muda haukupita bila dalili za giza. Baba alihama mara kwa kazi, na Rehema alianza kubadilika. Sauti yake iliyokuwa laini na ya upole ilianza kuwa kali na nzito. Amina alidhani ni uchovu tu, lakini kile kilikuwa ishara ya mwanzo wa mateso mapya. Alianza kupewa orodha ya kazi zisizoisha: kuosha vyombo, kufua nguo, kusafisha sakafu, kila hatua ikiwa mzigo mzito. Alijaribu kuonyesha uaminifu na hofu, lakini mikono yake midogo ilitetemeka, miguu ilikuwa imechoka na moyo wake ulikuwa mzito. Usiku mmoja baada ya masaa ya kazi, Amina alipiga magoti karibu na dirisha, machozi yakimtiririka kimya kimya. Aliomba kimoyomoyo, "Mungu, kama upo, tafadhali nisikie. Nisaidie." Lakini badala ya msaada, alisikia kofi na sauti ya Rehema ikipaza, "Simama, usifanye drama mbele yangu." Amina alijaribu kuinua kichwa chake, lakini haikuinuka. Alijaribu kusema kitu, lakini sauti haikutoka. Jirani mmoja, mama mzee aliyekuwa akimchunguza Amina siku kadhaa, alisikia kelele na haraka alikimbia kumsaidia. Alimkuta Amina amelala chini na aliona alama za maumivu. Bila kusubiri ruhusa, alipiga simu kwa walimu wa shule na mtendaji wa mtaa. Dakika chache baadaye walifika kumsaidia, kumponya na kumchukua Amina kwenye kivuli. Sauti za hofu, machozi na maumivu yake sasa zilisikika kwa wale waliokuwa tayari kumsikia. Baba yake alirudi nyumbani mara moja baada ya kupokea simu. Alikimbia, akapiga magoti karibu na Amina akimkumbatia kwa nguvu na upendo. Alikabili Rehema, akimuuliza kwa sauti ya hofu na hasira, "Uliniahidi kumlinda." "Nilikuamini." Rehema alilia, lakini machozi yake hayakuwa na uzito wa kweli. Hakuna kisingizio kilichoweza kuficha ukweli uliokuwa wazi. Uamuzi ulifanyika. Rehema hawezi tena kuwa karibu na Amina. Ushahidi wa walimu, jamani na baba ulikuwa wa kutosha. Siku za baadaye, Amina alirudi shule, akashika kalamu yake kwa mikono iliyokuwa bado inajifunza kuamini. Alijua jinsi ya kuzungumza bila hofu, jinsi ya kumweleza mtu ukweli wake bila aibu. Baba yake alijifunza kuwa uwepo wake hauna maana ikiwa haufanyi kazi kwa vitendo, si kwa ahadi tu.
Alikaa karibu naye akimsaidia kujenga upya maisha yake, na hofu ya zamani iliibuka kidogo kidogo, lakini mwanga ulianza kuingia kwenye kila pembe ya moyo wa Amina. Amina alianza kusaidia watoto wengine waliokuwa wakikabiliwa na mateso ya familia. Alikuwa balozi wa ujasiri na mwanga, akiwafundisha jinsi ya kuhifadhi ushahidi, jinsi ya kuzungumza bila hofu, na jinsi ya kuchagua uhuru wa kweli. Kila mwanafunzi aliyemfuata aliona mwanga wa matumaini, na kijiji kizima kilianza kushuhudia mabadiliko. Mwaka kadhaa baadaye, Amina alisimama mbele ya jamii, akiwa jasiri na heshima. Alisimulia hadithi yake, sio kwa machozi, bali kwa nguvu. Nilinyanyaswa, alisema, lakini nilinusuruka, na leo ninasimama kwa ajili ya watoto wengine. Hadithi yake ikawa sauti ya wale waliokuwa wananyamaza, na nyumba ya kifahari ambayo hapo awali ilikuwa jela ya giza, sasa ilikuwa ni ishara ya ushindi wa kweli wa mwanga juu ya giza. Kwa hivyo, maisha ya Amina yalikuwa ushahidi wa nguvu ya mtu kushinda mateso. Kila tukio, kila sauti ya upole au ya hofu, kila mlango uliopasuka au kofi lililotua, vilijenga hadithi ya ujasiri, heshima na utu. Na Amina, sasa akiwa na uhuru wa kweli na baba yake karibu, alijua kuwa mwanga unaanza pale ambapo hofu inapishana na nguvu ya kweli ya moyo wa binadamu. Jamii yenye ukimya kubebea mateso ya mtoto inashiriki kosa hilo. Mama wa kambo si adui kwa jina, bali ni yule anayechagua ukatili badala ya upendo. Tuwalinde watoto, tusisikie kilio chao baada ya kuchelewa. Kama hadithi hii imegusa moyo wako, bonyeza like ili ujumbe huu uwafikie wengine. Subscribe kwenye channel hii kama unaamini kila mtoto anastahili kulindwa na kusikika. Share video hii, huenda ikawa sauti kwa mtoto anayenyamaza. Na kwenye comments, andika neno mwanga kama unaamini baada ya giza matumaini hurudi. Asante kwa kusikiliza hadi mwisho. Tutaonana kwenye simulizi linalofuata.